chiefs, wazee, wananchi, assalamu alaikum. Lazima leo tutarefusha na speech ya president na ya governor inatuongoja, lakini si muhimu sana. Sisi ile tunatarajia sana, tunataka kusikiza ni ya president peke yake. Kusema ukweli, mengi yamesemwa hapo. Yangu ya kwanza nilikuwa nataka kumshukuru walimu wa hii ward kutoka kwa shule ya Bangal Secondary, Amana na Kafi. Mlikuwa mnaona vile wameleta ama ile juhudi wametia watoto mpaka watoto wamefika hapo. Zingine walikuwa wanaongea kizungu mpaka wewe mwenyewe unashangaa tu. Unasikia kulia tu. Nadhani mimi sitaki kujisifu mingi sana kwa sababu mlikuwa mnaona wananchi, mlikuwa mnaona wale watoto wamefika hapo, ile maneno walikuwa wanasema. Na kila kitu ina shahidi. Mimi nilikuwa nalipia katika ile basari, nilikuwa napata ya milioni 5. Amana Champion nilikuwa nalipia watoto 70 students nilikuwa nawasomesha free. Kafi nilikuwa nasomesha 67 students walikuwa nasoma free. Bangal Secondary 43 ama 45. Nilikuwa nataka nijue kama kuna walimu yote wako hapo. Tafadhali ya Amana asimame atuambie kama ni ukweli ama kama ni uongo. Kafi hivyo hivyo tafadhali. Ako mwalimu ya Amana? Amana ako? Manager? Kafi hivyo hivyo. Bangal Secondary hivyo hivyo. So ile kazi, ile pesa nilikuwa nimepewa ya wananchi. Wengine wanaweza ongea huko nje waseme ile kitu wanataka. Lakini nilikuwa nawalipia ya kuwa leo ilikuwa shahidi wamesimama hapo na walikuwa wamesema nani? Walikuwa nataja. Nilikuwa nalipa zaidi ya watoto 200 ndio nilikuwa nawalipia free. Wengine hata unaenda mpaka kwa nyumba, hii miaka 2 tuko ama miaka 2 na nusu tuko. Mimi nawashukuru sana hawa machiefs na wanafaa kupewa zawadi. Bana DCC, hawa chief zetu za hapo hii ward wamefanya kazi mingi sana. Kwa sababu chief akiona mtoto amemaliza, wakiki amemaliza class 8 na hana wazazi hawana budi ya kuwapeleka secondary. Chief Aligawale, Chief Abdurrahman, Sufio na wote kuanzia Boka mpaka Bangal wananikuja na niambia, mheshimiwa, huyu mtoto amemaliza shule, wazazi hawana nguvu ya kuwapeleka shule. Mimi naenda nanunua uniform na nawapeleka zaidi ya watoto 30. Mimi nimenunulia uniform kutoka kwa mfuko yangu. Na unajua kuna wakati itakuja, si sahihi, hatutapiga siasa sahihi. Na ile sifa zilikuwa zinamiminika hapo, si sifa tumelipia. Hiyo nimeshindania, nimegangania. Hii miaka 2 na nusu hakuna mtoto wa kike katika hii ward yangu ametolewa shule akaolewa. Chief yuko? Hakuna. Sio bana, ni makofi bana, ama mtaki. Tumegangania watoto wa kike wasiolewe. Mtoto akimaliza primary na gangana naye kumpeleka secondary. Mtoto anamnunulia nguo, vitabu free, anaingia kwa shule, anasoma. Hiyo ni bidii ama si bidii? Alafu ile ingine, shule upande ya masomo. Masomo ni muhimu kuliko kila kitu. Katika hii miaka 2 tuko kwa kijiji, tumejenga ECD 2. Katika ile muhula iliyopita hakuna choo hata haijajengwa kwa hii ward. Ukweli uongo wananchi wa Bangal? Lakini kwa leo tumejenga ngapi? Moja imeanza pale, ingine tushamaliza Fanobasa Primary School. Already hii mwezi ikifungwa, hii term shule ikifungwa, next month tutafungua na tutaleta walimu. Hile ingine, kuna shule ilikuwa imejenga miaka 8 iliyopita, shule ya Kuriti. Is it Kuriti ama ya Kuriti? Mwalimu Simama, Mwalimu Simon. Hiyo shule ilikuwa imejengwa miaka 8 iliyopita mpaka wa saa hii. Wakati tumeingia tumekaa miezi 2 ndio nimetafutia walimu kugangana naye. Leo ni primary shule ikaongezwa na mheshimiwa MP. Saa hii shule imefika class 6. Pale Sheikh, wewe umesema sisi atuingili mambo ya dini. Mimi nimejenga madrasa kubwa sana ya Khrit na saa hii mpaka nalipa mwalimu watoto zaidi ya 120. Hapo Bangal kuna madrasa mingi sana nimejenga. Lakini wacha nitarudi kupande madrasa nimalizane na shule. Watoto wale wa Yakhrid walikuwa wanapiga mguu kuanzia Yakhrid wakikuja Baleneka. Watoto wadogo
hiyo shule iko pale ya ECD na haijafunguliwa. Miaka 8 ilikuwa hiyo shule ilikuwa pale na haijafunguliwa. Hiyo ni juhudi nimeweka mimi kama MC ama mwakilishi wenu, mmenituma nienda nifanye kazi. Although governor tuelewani ama hasikize maneno yetu, lakini mimi najua nagangana, nimehakikisha hiyo shule imefunguliwa, tumepata headmaster, shule imekuwa public na saa hii shule ina run, inafanya vizuri sana. Na ningependa mwalimu, the next holiday itakayokuja, shule zote za Bangal primary zote lazima ihudhurie sherehe zote, waje hapo tujue kama mnafanya kazi. Ile ingine shule ya Lebile ilikuwa ECD more than even 8 years hata hiyo. Sasa hii ndo tumepata ile mabarua tukatengeneza tukitumia kutoka kwa mfuko yetu, kwa sababu ukiongojea serikali hawatafanya vile natakana. Tumemalizana nao, sasa hii tutafungua very soon. Tutafungua na sherehe. Miti the same. Biole hivyo. Hii mwezi tutamalizana na wao. Alafu ukiangalia upande wa walimu, katika hii muda niko kwa hii kiti, tumeandika zaidi ya watoto 8 ya ECD from Bangalore. Na hatukuwa na hata mtu mmoja wa county alikuwa anafanya kazi pale katika ECD. Saa hii wamefika 8 kila mahali, wale 8. Ukienda ya Khiridi ni kijana kutoka Bangal. Ukienda Katumba kijana kutoka Bangal. Ukienda Balaneka kijana kutoka Bangal. Miti ukienda kijana kutoka Bangal. Bangal hii primary vijana wa kutoka Bangal wako wa ECD. Ukienda upande ya Lebile same. Tumefanya kazi ama hatujafanya kwa muda? Wananchi tuongee ukweli. So upande ya elimu sisi tumegangana. Although huko juu tuko na uzito, lakini upande yetu tumegangana na tumejaribu, na Bangal at least upande ya elimu iko top sahi. Ile ingine mambo ya zahanati. Zahanati mnajua? Mambo ya dispensaries, hospitali. Shida iko. Lakini chairman ako ya hospitali, kuna daktari yote kutoka hii hospitali ya dispensary ya Bangal ako? Unaona sasa? Sherehe kubwa hii, badala wakuja waseme ukweli hapo, waseme sisi tuko na shida na mheshimiwa MCA, tuko na shida na MP, tuko na shida na governor, wao wanatoroka wote. Hata representative hawana. Mimi nawaambia ukweli sasa leo. Wazee wengine mkifika hapo, unajua babangu mara zingine ananichapa, msema ukweli. Yeye akikuja anasema hospitali haina dawa. Nashukuru sana. Asante sana. Lakini kwa ukweli, hospitali wakati nilikuwa naingia, nilikuwa nimechaguliwa kama MCA, kulikuwa na kitanda moja peke yake. Wamama wakikuja wawili, mmoja anaenda kuzunguka. Anaambiwa wacha huyu tumzalishe, ule mwingine azungushwe. Lakini wakati nimeingia hivi, nikanunua kitanda 5 na mfuko wangu. Na ingekuwa ni nzuri sana madaktari wakoe hapo waseme ukweli uongo. Wakati nilikuwa naingia hii hospitali ya Bangal, haikuwa na ambulance. Saa hii imeletwa. Mimi siwezi nikafanya kwa hospitali, lakini huko juu naweza gangania. Kuletwa, kuna pesa ya wakina mama imetengwa na serikali ya juu. Wale wakina mama mostly wakiletwa hospitali, hali yao mbaya, wanabebangwa na hiyo na mafuta waulizwangi, tuseme ukweli. Ile mambo mengine hatuwezi jua. Ni chairman angekuja angecomplain, sisi tuchukue hatua. Dawa, hospitali dawa zinaletwa. Pesa ya hii mwaka iliyopita, ile pesa imekuja ya Bangal 1 point something ndio imekuja Bangal. Hiyo pesa inaibiwa na madaktari. Na nyinyi mnafaa kuchukua hatua, sio MCA kila kitu. Saa hii tumebadilisha wale komiti, saa hii kuna pesa imeingia. Cha ajabu, Boka juzi kulikuwa na vita, sijui kama mnajua, mimi nimefika pale Boka. Hospitali sheria imebadilishwa, pesa ya serikali inaingia. Inatakana pesa ya serikali usitoe uende wewe kama ni nurse ama ni nani, uende pale utoe pesa ya serikali na mkono, haitakani. Inatakana uandike impress, checks, wanapata vizuri. Pesa juzi Boka imetolewa kwa ile hospitali ya Boka 330 na komiti, na daktari amechukua pesa na akaenda nao. Tena baadaye without even minutes ameenda tena akatoa 50,000 akaenda nao ile pesa.
mpaka committee chairman na daktari wakapigana, daktari akapasuliwa, sasa yako nyumbani. Unajua hiyo maneno? Si pesa serikali inaporo. Hiyo 380 ingesaidia hiyo hospitali miaka mmoja, ingetafuta dawa. Alafu watu wanakuja wanasema wana shida ya dawa. Ukiangalia katika hii kuna hospitali imejengwa Kamaguru. Kamaguru hospitali imejengwa wakati wa devolution ya kwanza ya Hussein Dado. Mpaka nimeingia hivi ndio imefunguliwa. Nikapeleka daktari wa dawa sahihi na wale watu wanasaidika. Hospitali ya Balenega, ile shida kubwa tulikuwa nao hiyo, na hiyo imeisha. Iko karibu kuisha sasa, tukimaliza tutatumia. Ile nyingine ni soko. World Bank imetupatia 20 million ya soko kupitia county government. Ni maombi yangu nimepeleka kwa bunge. Lakini imepatikana, itajengwa wapi? Wazee. Nimeitisha kikao bana DCC kwangu nyumbani, nikaita wazee wa kila kabila. Nikaambia bwana, serikali lazima tutafutie ardhi serikali ya kuja kusaidia wananchi. Wanakuambia wewe ukuje Bangal, utakuja kuishi wapi? Hata kama mheshimiwa MP akitolea kujengea nyumba ama ofisi, atajengea wapi? Ardhi hii unaona ni ya all, kila mtu kuanzia hapo mpaka Boka ni ya wenyewe. Ukitoka hapo mpaka Asa ni ya wenyewe. Uwezi pata kanusu kadogo tu hata ya kujengea nafasi ya miradi. Sasa wananchi wa Bangal, wazee leo nyote mmekaa hapo. Sawa, mtulaumu sisi viongozi. Tuko tayari kubeba lawama. Lakini tukiletea miradi tutajengea wapi? Bangal sub county, mheshimiwa anangangania kukata Madogo ikuwe sub county kando na Bangal sub county kando. Lakini ikikatwa tutafanyia development yetu wapi? Wazee lazima mkae chini, mba projects zingine zitakuja. Mfaidisheni watoto wenu. Mtoto kuamka asubuhi kutoka hapo na kufika mpaka kwa uwanja, haitatumia transport, hata tafuta chakula na tabatika. Na yule mtoto wa chini maskini ndo tabatika. Lakini mtoto kutoka hapo mpaka kwenda Madogo ni transport. Anataka mahali ya kulala. So ningeomba tafadhali wazee, ni maombi yangu kwa haraka, tuko na soko isirudi. Kuna maproject mingi sana zitakuja na zitarudi. Tunaomba tafadhali nyinyi na viongozi, mheshimiwa Shabin, sijui kama tutafanya lands ina plan ya kuja ku plan ardhi. Hata hiyo mtaleta shida, najua ni 50 million imeweka kuja ku budget kutengenezea ardhi. So ningeomba, lakini before serikali itumie nguvu, wazee wakae chini. Wazee wakae chini. Na vile wamesema wazee hapo walikuwa wanaongea. Mzee wetu babu yangu alikuwa anaongea. Kila mahali ukienda ina watu. Na asiogope kusema. Katika jamii zile mbili, Orma na Wardei, tafadhali mkae kwa haraka, mtatue hii kesi na mulete ardhi ya kuwajengea watoto wenu. Nikitoka pale, mambo ya ushuru. Ushuru nadhani kwangu hata kabla hatujatengeneza hii, mimi nilikuwa nimeanza, nilipoingia hivi nikaona hakuna mambo yaendi vile natakana, nimeanza nikawatangazia wananchi. Nikatumia mic hata nikaweka juu ya gari. Nikaambia nyinyi, kama hatusaidiki, ushuru ni nipe nikupe. Kama hatusaidiki, msilipe ushuru. Nyinyi wananchi ndio mnaendelea kulipa. Boka, Elrar, Kamaguru nishaka hata hiyo mambo ya ushuru kwa sababu hatusaidiki. Pesa tunalipa. Sisi ndo tunaongoza katika kulipa hiyo ushuru. Tana River sisi ndo tunalipa. Na sisi ndo tupati service. Vile mheshimiwa mwenzangu ameongea mambo ya basari. Mlikuwa mnaona wale watoto walikuwa wamesimama hapo. Hii mwaka nadaiwa hakuna mtoto mmoja nimemlipia. 2023 nimekilia. 2024 nimekilia. 2025 wale watoto sijawalipia shilingi moja, wanadaiwa mpaka saa hii. Hii mwaka sijui tutafanya nini. Wale watoto wengine hawajiwezi. Sijaenda mambo ya colleges na universities. Lakini wale wa secondaries na priority mimi nawapeanga secondaries 99% basari yangu. Na ukienda pale kwa saa hii, wale watoto walikuwa wanakuja kusharia hapo. Sasa basari imekatwa, wataenda wapi? So that's why nimesema na nikakuja nikatangazia wananchi, kama hatutapewa haki yetu, of which naona county government imeaguzia. Nimesahau kuna maternity, modern maternity imejengwa Boka kupitia Tana River County government, kupitia kwa
uongozi wangu, chini ya uongozi wangu saa hii tumejenga maternity ya 7.8 million na tushamaliza Boka. Saa hii inaanza Quran. Kutoka pale tukirudi nyuma, hii ni kazi tungesema ile siku itafika, kuna siku tutahojiwa. Hii miaka 5 tumekupea, wewe umefanya kazi gani? Lakini kwa vile tumekuzoguzwa, lazima hata sisi tukuzoguze. Unajua tu mambo ya ushuru kama watoto wetu basari governor kuna mazungumzo. Hiyo mazungumzo ikienda kombo, sawa, kwa sababu ya muda nitaharakisha. Baradisi sana anasema tutakaa mambo ya ushuru tutaongea, lakini wazee kutoka hapo maile mambo mengine ni mambo ndugu yangu amesema chama na vijana. Sio mimi ndo nafanya, sio mheshimiwa Shabina nafanya. Kwa budget tunawekanga kwa sababu chair ya budget ni wetu, kijana wetu ambaye anaelewa maana ya budget. Kila mwaka tunaweka budgeti, shida ile tuko nao kwa hiyo ward, kila ward, lakini implementation haifanyiki na makosa sio yetu. So ningependa nyinyi mjibadilishe, mlete kiongozi yule atakayesikiza kila mwananchi, asibague kala, asibague kabila na dini, kwa sababu governor amechaguliwa Tana River nzima, hajawahi kanyaga hata siku moja. Sasa kaka zangu, mkiniambia mimi mababa, kweli nitafanya nini? So hiyo yetu sisi tunacheza, lakini ile uko juu ndo kuna uzito. Ile ingine miradi bana DCC, sisi watu ya Bangal Ward tuko na shida. Mheshimiwa MP ameleta miradi ya soko ya 50 million. Mpaka wa saa hii alitafuta nafasi ya kujengea, alikosa mpaka alienda akatumia nafasi kidogo ya serikali ya polisi ikakatwa ikajengewa. Mimi nimeleta katika county government, nimeleta miradi mingi sana. Nimeleta slaughter kichinjio. Tumekosa mahali ya kujengea, mpaka nimeomba contractor tafadhali asirudi na hii project, aende hata kama atanunua ardhi anunue na ajenge. Saa hii hiyo project inaendelea kujengwa. 14 million slaughter inajengwa. Hiyo ni first phase. The second phase it is on the process. Very soon itajengwa, hata hiyo itaongezwa. Ukiona ile modern slaughter inajengwa Bangal, hata uamini kama ni Bangal. Hiyo juhudi imeleta. Miaka ngapi sisi tulikuwa tunalala? Watu wetu walikuwa wanasumbuka. Mbuzi moja anachukuliwa shilingi 200. Ukilipa mbuzi shilingi 200, sasa na umepeleka kwa soko, wewe utapata faida gani? Nimeangalia ile shida kubwa tulikuwa na West Transfer Station. Tulikuwa na program nzuri sana toka Panga. Hii town, ukitembea ndani ya hii town, unaona kila mahali, kila duka, mbele ya kila duka watu wanachoma chafu. Gari tu ikitembea vitu hiyo, vumbi na mka inaharibu zile nguo, zinaharibu afya ya wananchi, punda zinatupwa kila wakati. Kuna wakati tumegangana, tukaenda tukatafuta tarakta, tukatoa ile uchafu ya town yote. Baada ya muda zimeregeshwa tena. Wale watu wanaregesha ni hawa watu wetu. Tukajenga dump site, West Transfer Station. Tulikuwa na program ya dumping site. Itachukuliwa chafu, itawekwa kwa mahali moja, tumejengea mahali moja safi. Alafu baada ya mwezi moja trakta ikuje itoe ipeleke kwa dump site. Imagine pesa imekuja ya dump site na tumekosa mahali ya kujenga na pesa imerudi. Leo wananchi wananilaumu mimi, wananiambia Mheshimiwa Jibril, pale watu wanaumia, ni mimi ndo nimeumiza watu ama ni watu wangu ndo wamejiumiza wenyewe? So kwa sababu ya muda nimesahau, kuna salamu ya Mheshimiwa wetu area MP kilisha huko Hola. Angekuwa huku, lakini si unajua county commissioners na viongozi wakuu wako pale. So ameenda kutuwakilisha huku, alikuwa anataka kufika, lakini mimi ndo sasa nilikuwa namshikilia ako na anakujanga kila wakati, si ati mimi peke yangu ndo nakuanga area. Tafadhali wenzangu, na waambie Eid Mubarak, na tupendane na tusameane na tushikane mkono. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.